Karibu sana ndugu mtazamaji katika kipindi cha afya yako ndugu wetu, na leo tutazungumzia mada jinsiani maambukizi katika via vya uzazi wa mwanamke maarufu kama PID inaweza kusababisha utasa kwa mwanamke. Na kwa kuzungumzia hili leo tutakuwa na ndugu wetu ambaye ni Dr. Rayad ambaye atazungumza kwa mapana sana. Karibu sana. Asante sana ndugu Darimu. Naomba kwanza nikupongeze kwa kuchagua mada nzuri kwa sababu janga ambalo linaathiri dada zetu wengi sana. Kwanza ni kweli kwamba maambukizi katika via vya uzazi wa mwanamke au watu wanaofahamu kama PID huwa vinasababisha utasa kwa wanawake. Sasa kwanza naomba tuelewe kwanza maambukizi katika via vya uzazi wa wanawake ni nini au PID ni nini. Ninaposema PID kwa lugha ya kienyeji nasema ni kama pelvic inflammatory disease. Haya ni maambukizi ama mashambulizi ya bakteria katika via vya uzazi wa mwanamke. Hii inahusisha mji wa uzazi, mirija ya uzazi au fallopian tubes na mayai ya uzazi tunafahamu kama ovary, ambayo hupatikana baada ya bakteria kupitia katika njia ya tunasema katika shingo ya uzazi au kupitia katika uke wa mwanamke, wanapanda na kufika kwenye via vya uzazi huko ndani kabisa na kusababisha haya maafa ama kusababisha haya maambukizi ya bakteria. Na kwa hiyo ndio maana ya PID. Sasa PID husababishwa na bakteria tofauti, sio? Lakini tunasema 85% ya bakteria ambao wanasababisha PID ni aina mbili za bakteria. Tuna Chlamydia bakteria na Gonorrhea bakteria, ambao hawa huwa wanapatikana katika magugu ya zinaa. Kwa 85% za bakteria ambao wanasababisha PID ni hawa wawili, na ila zingine ambazo zinabakia ni bakteria tofauti. PID imegawanyika katika makundi matatu. Nitaigawanya PID au nitaelezea PID katika haya makundi kutokana na dalili ambazo patient wetu au mtu mwathirika atakuwa amepresent nazo. Kuna acute PID. Tukisema acute PID ni ile PID ambayo imeshambuliza bakteria ambayo mtu anapata na anakuwa na present na zile dalili kwa haraka sana. Yaani baada ya kushambuliwa na bakteria katika via vya uzazi anakuwa anapata zile dalili za PID kwa haraka sana, kama maumivu ya tumbo kutoka na uchafu kwenye njia yake ya kwenye uke, kutoka na uchafu kwenye harufu kali, na hii mara nyingi husababisha utasa au mimba kukaa nje ya mfuko wa uzazi na kama ectopic pregnancy. Lakini aina nyingine ya PID ama pelvic inflammatory disease tunasema ni subclinic PID. Hii ni aina ya PID ambayo sasa mhusika anakuwa nayo lakini anakuwa hana dalili zote zile, hapati maumivu ya tumbo, hapati shida ya wakati wa kujua, hapati shida yoyote hapo inaonyesha kama dalili za PID. Na mtu huyu atagundulika kwa kufanya vipimo vya maabara kwa kuangalia inflammatory markers kwenye damu yake. Lakini aina nyingine au aina ya tatu ya PID tunasema ni recurrent PID ama PID yenye kujirudia. Sasa PID yenye kujirudia ni ile ambayo mtumiaji au mwathirika anakuwa nayo, anatumia dawa then ina resolve alafu inakuja kurejelea tena. Sasa vitu ambavyo vinapelekea PID ikawa yenye kujirejea au kujirudia mara nyingine, factors ziko tofauti. Kwanza huenda ikawa ni matumizi yasiyo sahihi ya dawa, kwamba mgonjwa akapewa utaratibu mzuri na mtaalamu wa afya kwamba atumie dawa hizi katika mfumo ya akawa hajafuatiliza zile dawa. Lakini pia resistance ya bakteria katika dawa. Tunafahamu kwamba bakteria huwa wanatumia kukopi mazingira ya dawa fulani na kusababisha resistance ama kufanya dawa ile isifanye kazi kwa haraka. Sasa mtazamaji, tuje katika mada yetu husika ambayo inasema je, maambukizi katika njia katika via vya uzazi wa mwanamke au PID inaweza kusababisha utasa? Ni swali la msingi sana, swali muhimu sana kuuliza. Mtazamaji, kweli ya kwamba PID husababisha ama kupelekea utasa kwa 12% ya wanawake wote sijaona kisa au utasa duniani husababishwa na PID. PID kwa bakteria ambao wanakuja Chlamydia na Gonorrhea sana ukatuma udhibitisho huenda kusababisha kupitia kwenye shingo ya kizazi, wanaingia kwenye angalia toka ukifika kwenye fallopian au unaweza kufanya uharibifu wa cells ambazo zinapatikana hasa kwenye tubes na kusababisha kuongezeka secretions kama fluids ya unaona kama damu kusanya kujenga katika fallopian tubes. Sijapokea message nyingi bado zaidi. Sasa njia ya hebu kuweza kupita kuja kukutuma tena ushwaji na kupelekea kufanyika hiyo namna moja ambayo
PID husababisha kwa kublock na kuzuia fallopian tubes. Lakini pia PID ama bakteria hawa huweza kushambulia finger-like projection au finger-like structure ambazo zinapatikana katika fallopian tubes. Tunaviita kama vinyeleo ambavyo vina kazi ya kupokea na kusafirisha mayai kutoka kwenye ovaries kwa ajili ya kupeleka sehemu ambayo yatakuja yakutane na sperms au mbegu kwa ajili ya kufanyia urutubishaji. Kwa hiyo nywele hizi ama finger-like structures zinakuwa zinaathiriwa sana na hawa bakteria na zinakuwa hazipo katika kiungo yetu ambayo imeathiriwa na PID. Hivyo kuzuia movements za yai kufika sehemu ambayo itafanya fertilization na mbegu, hivyo kupelekea kuto kufanyika kwa mimba. Kwa namna hii pia PID husababisha utasa kwa mwanamke. Sasa baada ya kuona kivipi PID inasababisha utasa, tuone namna gani mtu anaweza kujikinga kutoka ili asiweze kuathirika na PID. Kwanza kutoshiriki ngono zembe, yani kuachana na haya mambo yote ambayo yanahitaji yanapelekea mtu kupata PID. Kwanza ni ngono zembe, kwa kutoshiriki kama kutumia kinga, mfano mpira kusaidia sana kupunguza speed ya maambukizi ya PID. Lakini pia kuna baadhi ya njia za uzazi wa mpango kusaidia kupunguza PID, mfano matumizi ya oral contraceptive drugs au tunasema vile vidonge vya majira. Vidonge vya majira husaidia kupunguza maambukizi ya PID kwa sababu wenyewe kusababisha formation of mucus plugs ambayo inafanyika katika shingo ya uzazi, hivyo huzuia kupita kwa kitu chochote kwa bakteria kwa zinashindwa kupita na kufika juu kwa athiri zinakuwa zinaishia tu huku nje. Lakini pia namna nyingine kuwa na mpenzi mmoja, yaani kushiriki mapenzi na mtu mmoja ambaye unamwamini kushiriki naye au mwenza wako awe mtazamaji. Hiyo ndio namna pekee ya kujikinga kutokana na maambukizi. Tuje kuona dalili za PID ama pelvic inflammatory disease ama mashambulizi ya bakteria katika via vya uzazi wa mwanamke. Mtu ambaye anapata shida hii huwa anakuwa na dalili zipi? Kwanza anakuwa na maumivu chini ya tumbo, maumivu ya tumbo chini ya kitovu. Mara nyingi wanakuwa na present na maumivu ya tumbo chini ya kitovu, na mengine huwa yanaelekea kwenye kiuno nyuma kwenye mgongo. Lakini cha pili huwa wanatoka na uchafu wenye harufu kali katika ukeni, yani mtu anakuwa na uchafu wenye harufu kali ukweni. Hiyo ni dalili za PID. Lakini shida nyingine wanapata maumivu makali wakati wa kujamiiana. Mtu mwenye PID anakuwa anapata maumivu makali kwa sababu kunakuwa na inflammations ambazo zinaendelea kwenye mwili wake. Kwa hiyo zile sehemu ama zile njia zake za uzalianaji zinakuwa inflame, kwa akiguswa kidogo mtu anakuwa anapata maumivu makali sana. Lakini dalili nyingine ya mtu mwenye PID ni kutokwa na damu katikati ya hedhi, tunasema intermenstrual bleeding. Mtu ameshamaliza mzunguko wake, kabla hajafikia au kabla zile siku za kupata mzunguko wake hazijafika, siku za kupata mzunguko wa pili, anakuwa anatoka damu katikati ya mzunguko wake. Inaweza kusema ni dalili za PID. Ndugu mtazamaji, tuweze kuona risk factor ama vihatarishi vya kupata PID. Cha kwanza ni ngono zembe. Ngono zembe, mtazamaji, ni miongoni mwa vitu ambavyo vinasababisha sana mtu kupata au mwanamke kupata PID, kwa sababu bakteria ambao wanasababisha PID, bakteria ambao wanapatikana katika mgonjwa wa zinaa kama vile gonorrhea, kaswende. Kwa hiyo ukiwa na ngono zembe au ukiwa unafanya ngono zembe, unakuwa hatarini sana mwanamke kupata PID. Lakini risk factor nyingine ni kushiriki ama kuwa na mpenzi zaidi ya mmoja. Huwezi kujua nani yuko salama na nani hayuko salama. Lakini risk factor nyingine tunasema ni matumizi ya njia za uzazi wa mpango. Baadhi ya njia za uzazi wa mpango zimekuwa zikionekana zinaongeza athari sana ama zinachochea sana watu kupata PID. Mfano tunasema matumizi ya intrauterine device ama tunasema vitanzi. Vitanzi katika wiki za mwanzoni baada ya kuwekwa kitanzi, au mtumiaji wa njia anakuwa yuko hatarini sana kupata PID. Kwa hiyo mtu ambaye anakuwa ametumia njia hiyo anaweza akapata PID katika wiki za mwanzoni.
Sasa mtazamaji, turudi katika mada yetu. Mada yetu imesema, je, muathirika ama mtu ambaye ameshambuliwa na bakteria katika via vyake vya uzazi ama PID anaweza akafikia hatua ya kuwa tasa? Ama je, PID inapelekea utasa? Mtazamaji, ni swali muhimu sana la kujiuliza ambalo mtu inabidi ujiulize na tuweze kulipatia majibu. PID ama maambukizi ya bakteria katika via vya uzazi kusababisha utasa katika namna hii, kwa sababu bakteria wanapokuwa wanapanda au wanapoingia kupitia shingo ya kizazi, yani cervix, wanaingia mpaka kwenye mji wa